Yes, this is Okello Stephen from VMTV Kenya, and today we have landed in Homa Bay County to this ordination happening to Glory Shalom here at Oyugis. And with me, our guest of honor, special guest today who is going to be ordained, and he will introduce himself. Karibu sana. Asante sana. Kwa majina zangu ninaitwa Morris Okeno Ouma. Nimeokoka, Yesu ni Bwana. Niko na bibi na Taanza na jina. Amen. Bwana sifiwe. Kwa majina zangu ninaitwa Morris Okeno Ouma, mzaliwa wa Siaya County. Bado nimeokoka, Yesu ni Bwana. Niko na bibi na watoto wawili. Asante sana Morris mwenyewe, mwenye bibi wawili na watoto wawili, ama ni bibi moja? Bibi moja na watoto wawili. Bibi moja na watoto wawili. Yes, asante sana mchungaji. Leo tumekuita hapa kwa VMTV Kenya. Ujielezee kidogo hii safari. Ulianzia wapi? Na saizi imekufikisha wapi? Ulizaliwa kama Mkristo pale, ama ulizaliwa kama wewe sio Mkristo na ukakuwa Mkristo wa harakati wa safari? Asante sana, hiyo ni swali mzuri sana. Nilizaliwa nikiwa Mkristo. Baadaye nilienda mjini Nairobi kwa hali ya kutafuta. Maana kunayo vitu ambavyo vilikosekana nyumbani, ilibidi niende nikatafute mjini. Katika hiyo hali ya kutafuta nilikuwa napitia hali mgumu. Maana nilikuwa na shida ya macho. Ikafanya sikusoma mpaka katika ile kiwango ambaye nilikuwa natarajia, ama ile kiwango ambaye wazazi walikuwa natarajia. Sasa katika hiyo hali ya kutafuta, mimi mwenyewe niliamua kutafuta Yesu Kristo kama mwokozi wa maisha yangu. Maana ilifika wakati niliingia katika raha za vijana. Nilikuwa na kunywa pombe, nilikuwa nacheza mpira, lakini mambo ya Mungu sikuwa ninapatana nayo. Maana nilizaliwa katika familia ambaye watu walikuwa wanaomba. Sasa katika hiyo hali niliona kama hali ni mgumu, nikagundua ya kwamba ni lazima nikimbilie Mwenyezi Mungu ili nikapate kuponyoka. Yeah. Umesema ulizaliwa ukiwa Mkristo. Ni nini ilitendeka mpaka ukaacha mambo ya Kristo ukarudi kwa mambo za dunia? Okay, asante sana kwa swali, maana swali mzuri sana. Nilizaliwa wakati nilikuwa ninakuzwa nikiwa mtoto mdogo. Tulikuwa tunaomba. Mamangu alikuwa anaomba. Lakini nilipofika miaka 15 niliingia katika tabia za vijana. Nikawachana na kuenda kanisani, nikaanza kucheza mpira. Baadaye nilipofikisha 18 years nilianza kukunywa pombe. Nilikuwa nalewa na nilikuwa napenda vita sana. Sasa wakati nilikuwa ninafanya kazi Nairobi, nilikuwa napata pesa, lakini pesa ilikuwa inaisha kwa raha. Nilikuwa nakunywa. Sasa sikuwa ninaona manufaa, ama sikuwa naona faida yote kwa kazi ambayo nilikuwa ninafanya. Sasa wakati nilikutana na Bishop Gilbert, aliniongelesha, alinikalisha, akaniongelesha, akanihubiria, akaniambia nitafute Yesu Kristo. Hata mimi mwenyewe niliamua kumtafuta Yesu Kristo. Baadaye niliona matunda ya wokovu. Wakati niliokoka, niliponywa. Niliokoka, nikaponywa, kisha nikajazwa na Roho Mtakatifu. Singeweza kusoma maana nilikuwa na shida ya macho. Nilikuwa mwenye anapenda vita, nikisha kunywa pombe nilikuwa napenda vita sana. Hasa wakati niliokoka nikakubali Yesu Kristo kama mwokozi wa maisha yangu, Mungu alinibadilisha, nikawacha pombe, na vile vile pia macho zangu pia zilipata kupona. Nikawacha kutumia ama kuvaa miwani. Asante sana Morris. Ni dhambi gani apart from pombe? Umesema pale raha pia ni dhambi, but pale Biblia pia inatuambia wewe mwana youth, kula ujana wako, ukijua siku ya mwisho kuna judgment pale.
Si kukula raha imekubalika, ukule tu raha, lakini ile si raha ya kuumiza watu, so long as utendi nyuma ya kisheria, but raha jipe wewe mwenyewe, because hii dunia watu wanaishi mara moja, hakuna maisha ingine. So wewe kukula raha inakuanga dhambi pale ama vipi? Okay, asante sana. Ni swali mzuri. Raha tumekubaliwa kukula raha, lakini kunayo raha ndani ya Yesu Kristo ni mzuri kuliko ile ambayo tulikuwa tunafanya tukiwa vijana. Tulikuwa tunafanya pasipo kujua Mungu. Na vile vile limesema kana ya kwamba, limeandikwa ya kwamba tutakuwa tunajibu maswali kulingana na kile ambacho ulikuwa unafanya. So nilikuwa ninapenda raha, nilikuwa na kunywa pombe, na cheza dance, nilikuwa naenda kwa mziki sana. Vile vile nilikuwa nimemwaga damu pia, nilikuwa napenda vita. Sasa katika hali ya wokovu, wakati niliokoka, niligundua ya kwamba kuna raha kwa wokovu kuliko ile ambayo tulikuwa tunafanya pasipo kujua Mungu ama kabla tuokoke. Yeah. Na pale ukiangalia Biblia vizuri, Daudi pale alikuwa mwenye raha, na dansi pia alikuwa na dance vizuri sana, mpaka watu wanasema ni Daudi amedansi hivyo. Na tena huyu Daudi pia amekuwa yeye alimwaga damu kwa kuua Goliath, na bado Mungu alimpenda tu, akuona kama hizo zenye amefanya ni dhambi. Bona wewe ukimwaga damu inakuwa dhambi sasa, na Daudi sio dhambi? Na bona wewe ukidensi inakuwa dhambi tena, na ya kwa Daudi sio dhambi? Okay, asante sana kwa swali mzuri. Wakati sikuwa nimeokoka nilikuwa naenda densi. Wakati nimeokoka bado nilikuwa na densi. Kuna densi katika ufalme wa giza, na kuna densi ndani ya wokovu. Kuna damu nilikuwa ninamwaga wakati sikuwa nimejua Mungu. Daudi wakati alipotenda dhambi alikuwa narudi kwa Mungu na anaomba msamaha, na Mungu anamsamea. Lakini mimi wakati nilikuwa katika ufalme wa giza, nilikuwa natumia katika ufalme wa giza, sikuwa ninaomba msamaha. Nilikuwa naona ya kwamba ni wakati wangu wa kufanya ama ni wakati wangu wa kujivinjari. Hata sikuwa ninaenda kwa magoti nikiomba. Daudi kila na wakati alipogundua ya kwamba ametenda dhambi, alikuwa narudi kwa Mungu na alikuwa mwepesi kabisa kuomba msamaha. Wakati ametenda dhambi alikuwa nagotika na anaomba Mungu, Mungu anamsamea, na Mungu anapenda yule ambaye ananyenyekea. Wakati umefanya dhambi, ukigundua ya kwamba umefanya dhambi, unanyenyekea, unaomba msamaha na Mungu anakusamehe. Yeah. Asante sana. Ukiomba Mungu msamaha atakusamea. Na umesema ulikuwa unamwaga damu. Ulikuwa unamwaga damu ya binadamu ama ya kuku ama ya mbuzi? Okay, asante sana. Damu ambaye wakati niliokoka, kilichofanya nililie Mungu, wapendwa, mwanaume ili atokwe na machozi sio rahisi. Lakini wakati nilihubiriwa, neno likaingia, nikakubali. Nilikuwa ninatazama yale ambayo nilikuwa nafanya katika ufalme wa giza, wakati sikuwa nimejua Mungu. Sasa wakati nilikuwa nimeokoka, nikaanza kutazama yale ambayo nimetenda. So nilikuwa napenda vita sana. Nimeishi Dandora, mahali vijana walikuwa wameharibika sana, na nilikuwa mwepesi sana kutoa panga kukata mtu. Hata kule nilikozaliwa ni mahali watu wanapenda vita na panga. Sasa nilikuwa katika hiyo hali ambaye nikikasirika ninakukata. Yeah. So unakata mpaka mtu anakufa, ama unakata anapelekwa hosi, anapona tena, anarudi anakatwa tena? Okay, nilikuwa ninakata lakini hakuna mwenye niliua. Yeah, nilikuwa namwaga tu damu, nikikata anaenda natibiwa kisha narudi. Ni furaha gani ulikuwa unapata kama umekata mtu na panga pale ama kisu akamwaga damu na ulikuwa umeizoea kuifanya? So ni furaha gani ilikuwa inakupatia ili uendelee na hiyo matendo? Okay, asante sana kwa swali. Wakati nilikuwa katika hiyo hali, tulikuwa tunataka kujiita shujaa. Yaani yule ambaye hata ukiingia mahali
we unajulikana na watu wanakuogopa. Maana huku kwetu kijana, ili upate nafasi vizuri ya kutawala ama ukiingia mahali unakuwa na heshima fulani, lazima ungekuwa mwenye anajulikana. Mtu akileta vita lazima utamchapa. Sasa ili kwatu ni ile kutafuta sifa ama kukua shujaa katika hiyo hali. Asante sana. Vile ulianza ukapatana na Bishop Gilbert, ni nini, neno gani alikuambia mpaka ukasema sasa naacha ya dunia na fuata ya bingu? Okay, asante sana. Wakati nilikutana na Gilbert alinihubiria, nisomea in the book of Hebrews chapter 2 verses number 2, akaniambia hakuna atakaye ponyoka pasipo kukubali uokovu. Sasa ilibidi lazima nitengane na dhambi ili niokoke, niponywe, nijazwe na Roho Mtakatifu. Maana in the book of John 3:16 imeandikwa ya kwamba Mungu alipenda ulimwengu akapeana mwana wake akipekee, ya kwamba atakaye muamini ataokoa maisha yake haitaharibika. Sasa Gilbert akanihubiria, akaniambia, kijana, usipomkubali Yesu Kristo, usipowacha dhambi zako, usipojikana we mwenyewe kisha ufuate Yesu, hautaponyoka. Nikakubali. Asante sana Bwana Morris. Saizi umesema umeoa bibi na uko na watoto. Watoto wako ni Wakristo na bibi wako anaomba na wewe, ama yeye sio Mkristo bado anakula raha uko na vijana nje? Okay, asante sana. Mke wangu ameokoka, watoto wangu ni Wakristo, tunashiriki kanisa moja. Asante sana. Kwa hii mambo ya kukuwa na ordained, unajihisi aje kwa siku yako ya kwanza pale washirika watakuita pastor? From tomorrow utakuwa sasa pastor mwenye amekuwa ordained na anawakilisha kanisani na watu wake. Sasa unajihisi aje? Okay, mimi nilianza kuitwa mchungaji nikiwa nimeanza, wakati nilikuwa nimeokoka nikaanza kuitwa mchungaji. Sasa si kwa naelewa kwa nini ninaitwa mchungaji. Nilikuwa na wito. Wakati sasa nilianza kuhubiri, nilianza pasipo kujua. Nilikuwa kwenye mkutano nikaambiwa, leo unatulisha neno. Sasa nikajihisi nguvu. Wakati nilianza kuhubiri, nikaenda kwa askofu, akaniambia jitie nguvu, maana in the book of Luke chapter 9 imeandikwa ya kwamba Yesu Kristo akaita wale thenashara, akawapa nguvu, uwezo na mamlaka ya kuponya na kuondoa mapepo. Askofu akanihimiza ya kwamba endelea na hiyo kazi na ujitie nguvu. Sasa kufika leo niko na furaha sana, maana ninawekwa wakfu. Nimekuwa nikihubiri lakini sijaapishwa. Sasa leo ninaapishwa, niko huru, ninapewa cheti, ninapewa certificate. Hata nikiwa kule kanisani nitakuwa ninafanya kazi ya Mungu nikiwa huru. Asante sana mchungaji Morris kwa hayo maneno. Na mchungaji Morris, pale nyumbani tunapata kama wanaume wengi hawapendi kwenda kanisa na wapendi kuhubiriwa, na unapata bibi zao wako pale kuluni kila siku. Wewe kama mwanaume mwenye amekuja akaokoka na mnakuwa ordained as a pastor, wewe utaambia wanaume vipi pale nje? Amen, asante sana. Kwa wanaonitazama, wanaume wenzangu wasio mkubali Yesu Kristo, ninawasihi ya kwamba tutafute Yesu Kristo. Wapendwa, hakuna kuponyoka bila kumtafuta Yesu Kristo. Mwanaume akiokoka hata kwao kwenye boma, mwanaume anakuwa taya ya boma yao. Akiwa kwake, akiwa ameokoka, yeye ni taya na kila kitu kitamtii. Kilichoumbwa ama kile viumbe ambavyo havina uhai kitamtii. Maana mwanaume ndiye kichwa, na mwanaume akiokoka ata lay good foundation kwa jamii yake, kwa watoto wake, kwa wale wote wanaomtumainia. Sasa ninawasihi wanaume tutafute Mungu. Wakati
Ibrahimu alikuwa anahangaika. Ibrahimu alimkubali Mungu na alitii na akafuata maagizo. Kukubali Mungu kwake ilifanya akawa baba ya watu wengi. Sasa mwanaume, tutafute Mungu, tumkimbilie wakati bado anapatikana, tumuite wakati bado atatusikia na ataitika, tumtafute wakati bado anapatikana, na njia zetu zitakuwa zimefunguliwa. Asante sana. Wanaume pale munaambiwa ya kwamba mtafute ufalme wa Mungu kama bado lipo. Wakati itakuja yenye utatamani hiyo muda na utaipata. Na saizi unasumbuliwa pale na watoto, unasumbuliwa pale na bibi pale anakusumbua pale, lakini umemiss tu kitu moja, ni ile kupata ufalme wa Mungu. Nikuulize pastor, kama wewe bibi yako amewahi kukosea ukampiga makofi because kulingana na vile kulitoka ulikuwa mtu wa kisirani sana, na je, ushawahi mmwagilia damu? Okay, asante sana kwa swali mzuri. Wakati niliokoka, mtu akiokoka, ukitafuta Yesu Kristo, wokovu inatengeneza mtu, wokovu inabadilisha mtu. Wakati umeokoka, kuna kitu ambayo inaitwa ukombozi, kuna deliverance. Nilikuwa mkali, ukali inaanza kutoka wakati wa deliverance. Nilikuwa mchoyo, uchoyo inaondoka. Nilikuwa mwagadamu, hiyo tabia inaondoka. Mimi tangu nioe mke wangu tumekaa, kunayo changamoto kwa vita, lakini wakati umekuwa mchungaji lazima umtengeneze, maana ni wako. Mungu aliumba mwanaume, lakini mwanamke akatengenezewa. Hasa ni wewe uko na nguvu juu yake, unamtengeneza. Hautamtengeneza kwa kumpiga ama kumwaga damu, ni kumkalisha chini na kumwongelesha na kuzama ndani ya maombi kabisa, ili maombi yako ikusaidie kumtengeneza. Hautamtengeneza kwa kupitia mikono ama kwa maneno tu machafu ama maneno mabaya ama matusi, lakini ukiingia ndani ya, ukizama kwa maombi, Mungu atamtengeneza automatically. Thank you so much. Na wacha sasa nikuite pastor because unaenda kukua udenda za pastor. Wewe kama pastor, tunapata most of watumishi wa Mungu pale nje, nyumba zao haziendi sawa kwa sababu watoto wanakuja na tabia tofauti, hawataki kusikia neno ya babao au mamao. Wewe kama sasa pastor, na wewe ni mzazi, mtoto akatae kwenda na wewe kanisa lako, na akatae kuomba na wewe huyo Mungu wako, na akatae chochote unamwambia, amekatai, anasema nataka kwenda kukunywa pombe juu dadi pia alikunywa pombe kwanza ndiye akaokoka, so dadi nitaokoka wakati pombe itanitosha mimi pia, wacha niende sherehe kidogo. Ni uamuzi gani utafanya pale kwa nyumba kwa huyo mtoto? Okay, asante sana kwa swali mzuri. Hiyo ni swali mzuri, na hii shida imepata wachungaji sana. Imekuwa ni changamoto, maana hata huko kwetu nikiangalia idadi ya wachungaji ambao boma yao watoto wamenyoroshwa ama wako sawa ni wachache. Wachungaji, tuombee familia yetu, tusiwe wachungaji ambaye tunaombea wengine na tunasahau kuombea familia yetu. So ningeweza kuambia ya kwanza, kama mimi watoto wangu, wakati Mungu alinibariki na watoto, niliwaweka wakfu kwa Mungu ili nitawanye damu niwatenge katika damu ya jamii yangu, ama kile ambacho nilifanya isiwafuate. Niliwakabidhi kwa mkono wa Mungu, na sio hayo tu peke yake. Kila na wakati ninawaombea na ninawakuza, ninawaweka katika neno la Mungu ili wasije wakaribike, ama ili wasije wawe na tabia yangu ambayo nilikuwa ninafanya kabla niokoke. Yeah. Asante sana. Maridadi. Pastor, ni nini unaenda kufanya la kwanza kwa kanisa yenye unaenda kukua assigned to work? Nini imekosa kwa hiyo kanisa na ni nini unaenda kuweka? Okay, asante sana. Mahali nimepelekwa kwa kazi ya Mungu ni mahali ambayo watu hawakuwa wamekubali Mungu. Sasa ile kazi ambaye Mungu aliweka ndani yangu
nitatumia. Kilichowekwa ndani yangu nitakubali itumike ili nibadilishe wale watu katika hiyo eneo. Mungu anatazama wakati umeokoka, hatazami uokovu wako jinsi unaitazama, lakini anatazama wakati uliokoka ukawekwa wakfu, umebadilisha mioyo ngapi. Sasa mimi ninaenda kufanya kile ambacho Mungu aliweka ndani yangu, nitakubali itumike. Ndio maana ninawekwa wakfu leo ili kilicho ndani mwangu niweke itumike, na nitaomba Mungu anisaidie ili nibadilishe ile eneo, watu waache pombe, watu waache vita, na watu waokoke, na jina la Bwana litukuzwe. Asante sana Pastor. Saizi tunaelekea muda wa election, na saizi wanasiasa wanakuja mpaka pale kwa pulpit wakitangaza uongo, na nyinyi kama mapasta ndio mnawapatia hiyo microphone na mnawa invite. Tuko na so and so anataka Nairobi governor, anataka Homa Bay governor, anataka ongea na Wakristo, na pale anachukua kwa pulpit pale anaanza kutusi the opponent ndani ya hekalu. Nyinyi kama mapasta mnaona kweli ni mzuri wanasiasa kukuja kutukanana pale kwa kanisani? Na kwa nini mnawapatia hiyo nguvu? Because pale wamekuja territory yenyu, nyinyi ndio mko na nguvu. Mbona mmechukua hiyo nguvu mkawapatia yenye wanaweza tusi watu kwa hekalu? Ndipo sasa hizi most of people wataki kwenda kwa hekalu juu wale wanasiasa waongo, wale wanasiasa wadanganyifu, wanasiasa wale wako na matamshi mabaya pale kwa kijiji ama kwa community. Wale wanasiasa ambao wanaua watu mnapatia mpaka nguvu ya kuongea pale kwa pulpit. Mbona mnaruhusu hao watu? Na wewe kama pastor mwenye amekuwa ordained, utalao wanasiasa saizi tunaenda politics wakuletea pale milioni 2, alafu wapatie mic atangaze sera zake, alafu atukane opponent wake pale kwa ikulu. Okay, asante sana kwa swali mzuri. Kwa wale wachungaji ambao wanaruhusu wanasiasa kusimama katika madhabahu na kutamka matamshi mabaya, Mungu awasaidie sana na Mungu awabadilishe, maana haifai. Katika neno la Mungu, neno la Mungu haiambatani na mambo ya siasa. Na siasa ni uongo, lakini wakati unasimama katika madhabahu unasema uongo, tayari umelaaniwa. Ni yule ambaye anatafuta laana kwake. I thank God kwa kanisa yangu sija ruhusu mwanasiasa asimame katika madhabahu. Kanisa lilijengewa kila na mmoja, na sio wale wote wanaoingia katika hekalu ni walokole. Kunao watu wanakuja na nia tofauti, kunao wale wanataka uponyaji peke yake, kunao wale wanakuja kutafuta uongozi pasipo kujua ya kwamba uongozi ni Mungu upeana. Sasa kwangu mimi sijaruhusu na sitaruhusu asimame kwenye madhabahu na atamke matamshi mabaya. Akikuja kanisani nitamkaribisha, lakini hata simama katika madhabahu kupeana matusi. Kwa wale wachungaji ambao wanaangalia pesa, kunayo vitu ambayo hatuwezi kimbizana nayo ili tuwapate kwa pesa. Kuna wale waliokuwa na pesa lakini hawakurithi ufalme wa mbingu. Sasa wale wanao hudumu ama wale wanaoruhusu wanasiasa wapatie pesa ili wapige nayo hatua, na waambia watafute Mungu na Mungu awasaidie. Asante sana Pastor Morris pale. Kesho atakuwa Pastor Rapson, na tunamtakia mema na safari ya Injili, na familia yake pia tunawatakia mema na fanaka. Mimi ni yule wenyu Okello Stephen from VMTV Kenya. See you next time when you see me. Our social media handles, Facebook, Twitter, YouTube, IG ni VMTV Kenya. Get us anytime, anywhere.